sababu nina kazi, lakini tiketi inabidi nisogeze mbele kutokana tukio ni kesho. Kwa sikuona lazima wa kwanza kwenda leo, kasema leo kwanza nije hapa niweze kuenjoy, na sio tu kuenjoy, ni perform pia, kwa sababu ni tukio na ndugu yangu ambaye anajitoa kwenye vitu vyangu vingi. Kwa na mimi nikaona sio mbaya nikijitoa kwenye jambo lake. Naomba top 5 ya comedians ambao unawashabikia na unakubali na wanafanya vizuri, kwa sababu umekuja hapa, najua unashirikiana nao wengi. Top 5 ya comedians ambao kwako wanafanya poa na ni the best all the time. Comedian wengi sana, wengi. Lakini moja comedian ananifurahisha na mtu kwa JJ Stefan, ana jina lake sijakadili vizuri, inaanza na JJ Instagram. Anakuwa kama vile anatangaza taarifa habari na yupo shamjua yeye, nimeonana naye. Lakini kuna huyo, kuna Saidi, sawa, Leonardi, unaona, kuna Ndalo, ila Ndalo ni kama ananikataa, lakini mimi namkubali. Kwa nini? Sijui sasa, ila kuna mtu tu uona mkubali afu yeye anakutreat kama shabiki, ila hiyo haifanye sasa mimi nikaacha kumpa maua yake. Ni comedian noma sana, unaona bwana, umetaja wanne hao wanipa ni wadogo sana. Na mwanangu wewe Shenzi nini, nampenda naye, comedian mkali pia. Asma Majidi, yani bwana, wengi sana, wengi. Eli pia noma, Kipotoshi, yani bwana, wengi wana uwezo. Siwataji kwa sababu ni rafiki zangu, hapana, ni wana uwezo kweli, umeona. Okay, Dula, miguu yako ilizua gumzo sana mtandaoni juzi kati ile video. Kuna impact yote labda ulipata kupitia ile video ambayo ulipost ile siku? Kuna mtu tukanichekelea, ananiambia Dula, na tangazo langu nataka unifanyie kama tangazo la nini tena. Yeye nimekumbuka, amenicheki sister, si wakikala, akaniambia mdogo wangu na tangazo bwana hapa. Kama tangazo la nini? Kuna watu wanataka ushuti tangazo kama yaani wao wana dawa za kutoa madoa nini, unajua dawa za ngozi. Ndio. Kwa hiyo si wakaniambia inabidi nifanye tangazo kama napaka miguu yangu ile dawa. Nikamwambia hivi, unajua gharama ya miguu kwa kipindi hichi. Nilipotaja pesa yangu, sio akanikatia simu. Kwanza akaniambia, yaani ulipo zaidi yangu. Kwa sio yeye anaamini yeye ana deserve tu kupata zaidi chochote kwa sababu nina dawa. Mbona anasahau kama mimi nimeanza kuwajua waganga before yake. Sio, unaelewa? Nimeanza kuwa star before yake. Kwani yeye kaanza kuzaliwa. Lakini mimi nimeanza kupiga chani kitambo sana. Kwa hiyo miguu kula umeshaanza kufanya matibabu au iko vile vile? Sasa kama madili anafanya. Narudia tena. Hii miguu ina shida yoyote. Yaani kwa madada waliodeti na mimi hata mkiuliza, hii miguu haina taabu. Hapo kwenye wadada, mke wa Saidi alikujibu Dula Makabila, uliona kwamba mimi sasa hivi ni mke wa mtu, naombeni mtoe kwenye hizo drama. Saidi alijibu, niliona, na kama alitaka kutolewa na mimi sitaki niulize tena vitu ambavyo vinamhusu yeye. Watu walimtaka radhi, lakini Dula sidhani kama ni vizuri kuendelea kumwongelea. Kwa mimi naheshimu, ndio maana mbona hata sikujibu, nilikaa tu kimya kwa sababu sikutaka mambo yaendelee. Okay, by the way Dula, idea ya video zako, ngoma zako zinakuwa kali sana, idea za kibunifu za kufikirika sana. Ni wewe mwenyewe unachora hizo idea au kuna mtu ambaye huwa anakuchorea? Mimi na direct, yani katika ma director ambao wanapotaka kitonga ni director na direct mimi. Director mimi si mwadisi kwamba wimbo wangu unaanza sijui kwenye darasa. Naambia mzee, shot ya kwanza, mpaka director anashtuka. Shot ya kwanza ananiambia shot ya kwanza unaanza kuonyeshwa mlango. Kwa hiyo mimi script naandika mwenyewe na shot naandika wewe mwenyewe. Kwa sababu mimi ni mwigizaji. Mimi nilikuwa naigiza na nilifanya maigizo kwa kipindi kirefu. Ila sasa ndio hivyo, Mungu akiwa hajaamua utoke kwenye upande fulani, unajikuta unadondokea upande mwingine. Mimi makosa ya uigizaji nayaona zaidi kuliko makosa ya uimbaji. Sio, unaelewa? Mimi napenda sana kuigiza. Na nilikuwa naigiza pamoja na kwamba karakta yangu ilikuwa ni mtoto mdogo, ila nilikuwa nasimamia darasa lenye wanafunzi zaidi ya 60 na ni watu wazima mpaka wazee kabisa. Umeona? Na nilikuwa napewa darasa sio kwa sababu napenda kuigiza, kwa sababu uwezo wangu ulikuwa ni mkubwa. Uko kwenye kuigiza, dada Sila anajua kwamba una kipaji kumzidi kweli? Narudia tena. Sio anajua. Sio mimi nimeanza kuigiza naye. Mimi nikaja nikaacha kuigiza. Nikaanza kuigiza kwenye kuimba. Kuna kipindi alichanganya akaingia kwenye umbisi.
wakamloga, aliumwa wiki mbili, si unaelewa, akaachana mambo ya umisi, ndo akajitafuta akakutana na ule Abduli. Unaona bwana, alipokutana na Abduli, tena Abduli anasemekana kuna deni alikuwa anadaiwa na mtu, kwa si walienda kama alibebwa tena tukamdai. Kwa hiyo kumdai yule Abduli Waita yule director wao, ndo Abduli sasa kwenye matatizo akaona talent akasema wewe nakutaka. Okay, last year tulikuwa kwenye filamu ya P-Funk. Walifanya poa sana pale ndani. Tutegemea kuona tena kwa mwaka tena kupitia kwenye filamu au hii imekaa vipi? Of course huwa namlilia sana Lamata, namlilia pia Gabo. Unaona, lakini nasema namlilia Lamata kwa sababu Lamata ndo mtu ambaye kwa mwanzo kabisa kumwambia kwa madam mimi naimba lakini naigiza pia. Kuigiza ni kitu ambacho nakiweza. Hata ukitaka nifanye interview niko tayari. Lakini Lamata sio kaambia labda mimi nachukua nyota za watu kwa naingilia huko natokea huko. Basi unafuatilia Jokali? Jokali unafuatilia? Anafuatilia sana. Wewe umeniambia ni script writer by the way, unachora idea, umeniambia hivyo sio? Kwa mfano kwenye Jokali pale ukapata nafasi ya kujichorea, ungejichorea kama nani? Vitu viko vingi sana, ila siwezi kumwaga madini yangu hapa kwenye kamera zenu. Kikubwa tu Lamata kana mimi mezani nimuonesha mambo yanavyokwenda. Sini zipi ambazo wewe huwezi kuigiza kabisa? Zote mimi naigiza mzee. Kwa hiyo hata ukienda sasa hivi tukakuunganisha pale kwa mzee Kikala unapiga fresh tu. Mimi series yoyote nafanya. Sifanyi kwa sababu Dula Makabila ni star, no, kwa sababu nina hiyo CV na nina huo uwezo. Nimefanya ile ya P-Funk, nadhani watu waliona. Unaona, tena nilikuwa nikitaka kuona ugumu ile scene. Yaani ile scene mimi nilikuwa namfundisha, yani kuna mzungu kaja anazungumza na mimi afu mimi namtafsiria kikeke. Imagine mtu ambaye kama Marekani miaka zaidi ya 20. By the way, tumeona umeingia na Barnaba na alipitia changamoto, aliunguliwa na studio yake. Pengine umepata nafasi ya kuongea naye mawili matatu, pole, kwa sababu mambo ya kibinadamu yanatokea na kurudisha nyuma kwa namna moja ama nyingine. Mimi brother kwanza naweza nikasema namrelate katika watu wangu muhimu sana katika tasnia. Yaani Barnaba katika watu wangu muhimu kwenye tasnia, yeye ni mmoja wapo. Ni mtu ambaye nikipitiaga changamoto huwa ananifanyia counseling na kuwa strong na mambo yanaendelea kama kawaida. Lile lilivyotokea, nilivyoenda kwa mara ya kwanza kwenye clip nilimuona hayupo sana. Lakini nilivyoenda nikamwona kabisa ni mtu ambaye yani tayari amepata muda wa kurefresh. Tulizungumza vitu vingi, nilifika hadi studio nikaona kweli studio imeteketea na hakuna chochote ambacho kilikuwa kimepona. Nilijisikia vibaya kwa sababu kazi zangu mimi zinafanyikaga pia pale. Kazi yangu ya sema kweli ilianzia pale. Kaka Soko alofanya na Savara yule wa Kenya ilianzia kurekodiwa pale. Nyimbo ya Kidonda haikurekodiwa pale, lakini Barnaba ndo mtu wa kwanza kuisikiliza akaniambia hii nyimbo kali. Kwa hiyo mimi ni familia ya item. Namaliza swali la mwisho. Hilo swala la waganga inaonekana mpaka serikali. Nakumbuka last time nilikuwa na msemaji mkuu wa serikali, Johnson Msigwa, nikamuuliza listi ya wasanii ambao anawakubali na wanafanya poa, hakutaja. Akasema anafanya vizuri Dula na ni rafiki yangu na nimekuwa nikimwambia hata issue za waganga aachane nazo. Na ile clip sio kama umeiona kwenye mtandao, nitakupa nikuonyeshe. Msemaji wa serikali anasema nimemwambia Dula mambo ya waganga ni rafiki yangu. Kwa hiyo Dula hadi msemaji wa serikali huwa anapata nafasi ya kuongea na wewe mambo ya waganga, lakini imeshindikana kuyaacha. Siwezi kusema kakaangu Msigwa msemaji wa serikali naye pia ni mshirikina, lakini kitendo cha yeye kujua mimi mshirikina alisema anafuatilia muziki na nilimuuliza na clip kwa sababu mimi sijawahi kufanya jukwani na Tunguli. Yaani mpaka anajua mimi mshirikina, yani kajuaje? Au wewe hapo hapo ninapo waganga. Unajua Msigwa atakuwa kwa vizuri zaidi yangu. Nitamtafuta. Okay, ndio kwa kumalizia. Unaona wapi muziki wa Bongo ikiwa jana Rayvanny ametuwakilisha vema kule kwenye World Cup? Kwanza bora umeniuliza swali. Hii naomba hii muipost na Rayvanny aone. Mimi katika vitu nimejisikia vibaya Rayvanny kufanya show ya World Cup, halafu wachambuzi wetu wakafanya kama hawajaona kile kitu. Haijakaa vizuri. Sawa. Kama kweli tumeamua kuwa wachambuzi,
siwataki wachambuzi, ila kuna vitendo vikifanyika tunaamini kwamba kuna mstari mwembamba kati ya uchambuzi na uchawa. Rayvanny kafanya show, ile show ni kubwa sana, ile ni dream ya kila msanii, si unaelewa? Nilitegemea kumwona Simon Nazareti anaongea kitu, au Elmando au Haja, unaona bwana, au Tiger, unaona, au ndugu yangu Kendrick, lakini cha kushangaza wamekausha. Sijajua kwa nini wamefanya vile, wananifikirisha yani kwamba au walitaka kile kitu kifanyike lakini asifanye Rayvanny, yani kuna wasanii ndio wafanye, si unaelewa? Yani kuna mtu leo anataka labda Singeli ifike international, hiyo asifikishe wewe Dula, akifikisha mtu mwingine, ila sio wewe. Nimeumia kiukweli, nimeumia. Wewe unataka nini hasa kifanyike kwa upande wako wewe? Kama wewe kitu gani ambacho unataka hasa kifanyike? Labda mimi nilitaka tu appreciate, sababu hii ni hatua kubwa sana, si unaelewa vizuri. Rayvanny ana madhaifu yake ya kibinadamu, anaweza kupokelea simu nini, hayo tukionanaga tunachanana, ila kwenye ukweli tuzungumze, Rayvanny show aliyofanya ni show kubwa sana, si unaelewa? Ni show ambayo hata wasanii wakubwa wa nje ya nchi, si unaelewa, wanamtazama kwa hicho jingine. Wao wachambuzi wamekaa kimya, basi kama hawezi kuongelea mimi, basi waje niwape hela wamzungumzie tu Ray, siku 5 tu mimi nawalipa. Kwa sababu wewe unahisi labda kuna kitu, kuna watu wako behind, kuna watu wanatengeneza hizo. Sikiliza, sitaki kusema wachambuzi labda sijui hawataki Rayvanny au hawajapenda Rayvanny kufanya ile show. Tufanye labda walikuwa busy, mdau ambao amemaliza ubize wakana mimi sana, mimi hapa niwalipe kuanzia Suma, kuanzia Haja, kuanzia ule Elmando wote. Jamani, tulizungumzia hili swala, yani wasichukulie poa. Yani ukitaka kuamini show Rayvanny ni kubwa. Inaitwaje ile show? Alikuwa na perform before mechi ya jana, mechi ya juzi. Ile show inaitwaje? Kabla ya ufunguzi wa kombe la dunia. Ya ni World Cup. Si ndio? Ukitaka kujua ukubwa ile show, toa hiyo cup, acha world. Unapata picha gani hapo? Picha kubwa sana. Basi kama wewe unampost hata Rayvanny, basi wampost kwa msifie mke wa msanii aliyefanya show kwenye kombe la dunia basi. Lakini show ile unaje kama Dula? Wachambuzi wamenikwaza sana. Ni vile tu siwezi na mimi kukaa na makamera yale nikaanza kuchambua, ila nikiwa kama ndugu yao sijapenda. Sawa, kama wanaamua kweli kusupport muziki, wasupport vitu vyote ambavyo wanaona kabisa hivi hapa, sawa, vinaleta maana, vinatupigisha hatua moja kwa hatua nyingine. Sawa, yani wasilete ushabiki, wafanye uchambuzi kweli. Yani wewe niambie, kwa wiki hii wewe mchambuzi gani unaacha kuchambua tukio la Rayvanny kufanya show uko wapi? Gold Club. Hakuna namna ambavyo unaweza ukazungumzia mechi kwanza. Mimi hapa